lakini nisikuazumu tu vile juu niliambia wazazi mimi msichana nilikuwa nimemkataa after kumleta hapa, nyinyi mmesema tu akae. Nimetoa excuses nikisema nifanye naye harusi ndio nimwache, but still mmefanya nini? Mmekataa kwa ni muoe. So this and this ime happen. Mpende msipende, huyu msichana ako ndani, bado walimtetea, you see. So ilikuwa hiyo time ni mimi tu. So from there, the obvious, I'm a man. After confirming, alizaa January. Kuzaa January, na si lengo lake ilikuwa apate mtoto, atoe mtoto kafara na nitoe then family member. Ngoja. Wait, so like alikuwa anataka apate mimba ndiye atoe kafara? Yeah. So kumbuka hiyo time vile ilifika, nilianza kuona sasa the true color. Nilikuwa so nilimpeleka reserve. Kumpeleka reserve after amejifungua. Baadaye in fact alienda kwanza peke yake, alafu mimi nikamfuata nyuma. So hiyo time kumfuata nyuma, nikaamua kwenda kutengeneza lights kwa nyumba yangu. Yaani ili tu ni favor mtoto. Kutengeneza lights, nikitengeneza lights mchana, nikirudi usiku hizo wires nyaya zimekatwa. Kila nikitengeneza nikienda kutembea nyaya zinakatwa. So I was like, what? Ananiambia nipanya. So nikawa yani nilifika okay, niligive up. Kumbe kule kugive up ndiye alikuwa anajipanga. Kuna ile tire ya D-light alikuwa anaitumia, sawa, akakuja nayo akaweka hapo kwa kichwa. Aliweka hapo kwa kichwa yako ama yake? Yangu. Sasa kichwa yako? Yeah. Na akanifunika nusu uchi. Then mtoto alikuwa katikati yeye mwenyewe. Sasa to make the matter worse, kuamka unajua sikuona mtu. Na mimi chenye kiliniamsha ni hiyo light, maana mimi usiku siwezi lala light iko on. Okay, that's my nature. So hiyo light vile ilikuwa inamulika ikaniharibia usingizi, and nikaamka confirm hakuna mtu. Ni kuangalia confirm kama ametoka nje, huenda sioni. Na mtoto wako? Mtoto wako. Na mtoto pia yani hana nguo za nini za baridi, yani sweater and whatever usiku. Pia yeye sasa amemfunua completely.